Yesu makofi mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Apendaye maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya, wala midomo isinene hila. Haleluya. 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 Mstari wa 11 unasemaje pale pale? Ule vitu mstari wa 11 unasemaje? Unasema maneno mazuri kabisa pale. Amen. Heshima kwa watoto wa nyamazi. Na ache mabaya atende mema, atafute amani aifuate sana. Aache mabaya atende mema, atafute amani na aifuate sana. Maandiko hayabatisha. Aache mabaya atende mema. Usishie hapo, utafute amani na hii amani uifuate, sio kidogo sana. Maana kuna kivumishi. Ukikuta kwenye Biblia kuna vitu ambavyo vinasema sana zaidi, weka alama kwenye hayo maneno. Maana yake ana umuhimu sana. Atafute amani sana na ifuate sana. Na Yesu asifiwe. Amani ni nini? Na huwezi kuwa na amani bila kumjua nani? Mungu. Yesu Kristo ni amani. Anaitwa mfalme wa nini? Wa amani. Umfuate sana. Jina la Bwana libarikiwe. Leo kuna mambo mengi ambayo yanasumbua, mengi sana, yanatisha. Tuko kwenye vita vya imani. Vita vya nini? Vya imani. Sema hivi ni vita vya imani. Na wokovu ni vita. Ila tunalo tumaini la kushinda vita hiyo. Maana aliyeanzisha atashinda, na leo tuko naye. Haleluya. Kama mfungue kitabu cha Danieli sura ya 6. Danieli sura ya 6. Neno kichwa cha somo kinasema, unapo baraka zinakaribia kwako, jiandae kuwa na maadui wengi. Jiandae kupambana na maadui wengi. Baraka zijapo, jiandae kupambana na maadui wengi. Baraka mafanikio yanapokuja, jiandae kuwa na maadui wengi. Kwa jifunze namna ya kupambana nao. Ndio maana nikakuanzia kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako. Kwanza, huwezi kuwa na macho kama huna neno la Kristo ndani yako. Hautagundua nyakati za kubarikiwa. Mpendwa, unapoona watu wanashuhudia, sio kwamba anakosea. Kwamba mimi sitaimbiwa mwamba wenye imara bila kunyonga. Sio kwa unaweza kuona kama hadithi, lakini siku moja usioizania, yaweze kawa leo kesho, kashangaa mchuma umesimama pale. Bwana Yesu asifiwe. Alafu na mchuma ukisimama pale, Mungu naye anamwambia utaendeshaje bila mchungaji? Mpe mchungaji ufunguo. Haleluya. 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 Hivi vitu vinakujaga hivi. Maria alikaa akawa hana raha. Kila kiona naona mchungaji anaendesha pikipiki. Wakapanga nyingine, wakatugeuka. Zile hela zikabadilika, zikapiga lipo. Baadaye bado akaendelea kuambiwa pikipiki ya mtumishi. Siku asiozania tukawatangazia kwamba pikipiki imepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Ila ya mchungaji bado iko kwa Maria. Bado hajaacha kuota kama mchungaji anaendesha na pikipiki. Bado ipo kwake. Maria sufurahi. Amefurahi Maria kweli? Anaweza kutabasamu bila kufurahi.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Unaona hiki hapa? Hii hapa. 150,000 sasa shilingi ngapi? Hizo za kutolea matoleo. 1,00,000. Umeona kiti cha enzi ya hapa kanisani? Mimi sijui ni shilingi ngapi, gharama ni nyingi, mimi sielewi. Taongea Mungu, ila ni nyingi. Ukikitazama tu kinaonyesha kwamba kina gharama nyingi. Lakini sasa akifanani na kukaa hapo, sijui mnanielewa? Akifanani na kukaa hapa. Hapa kuna kwa daktari kuna sementi mbili. Daktari ni sahihi nifa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anza kuongea na Mungu. Hapa hapataki kufanana hivi. Ona palivyopamba. Kuna mwingine juzi nimekuja nikakuta ameandika kunikumbusha mchungaji. Hapa tulipo hapataki kuwa nataka tuandike. Nikakuta ameandika Yesu. Sio amefuta. Nyingine ya imeandikwa Yesu. Siku moja leo mwenyekiti wa mapamba kaweka kingine pale kwa kuonyesha kwamba mahali hapa kuna vitu vinahitajika ili tupaweke vizuri. Haleluya. Hata pepo ukifika pale kitazama, kabla hujamwambia kwamba ondoka, vilivyopo pale vinamchoma kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema tena amen. Kwa nini ninaposema hivi? Wenye vile viwango vya rohoni kwenye macho yale, mbona najua mimi umeshaanza kuona ninachokimaanisha. Jamani, kuna makanisa mengine hata hivyo vitu hawana. Nyinyi ni wakubwa sana. Kwanza ile tu ile kitu ile, hiyo meza haifanani nacho. Si ndio? Basi tutakuwa tumeshaelewa. Nimekuja hapa nikamchekesha mzee wa kanisa Hema kama Hema. Unajua mimi nimefika hapa nikaisi nimefungua redio huko kanisani. Nikamuuliza, unajua nimetoka kwenye vyombo vikubwa hivi, vyombo sivisikii. Ndio maana nilikuwa sichezi, nimesimama hapa nimekaa, sisikii. Nikagundua. Lakini sasa tunaenda kwenye level nyingine, sema amen. Tunaenda kwenye level nyingine. Havisikii hivi, ni kama vya wanafunzi. Ni kama redio hivi, kuna watu kanisani. Hewa amecheka kweli. Ila akanitia moyo akaniambia hivi, vipo vinakuja. Haleluya. Nasema vipo vinakuja. Ukiona kuna maumivu yanaanza kuingia moyo, unajua vipo vinakuja. Jitahidi utumike. Pasiisha hapo hujatumika chochote. Amen. Maana mimi naona tukishamaliza hapa tutaanza kufikiria kidogo, tutaanza kufikiria kupanua huko. Muda si mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Aya, ukiona mafanikio yanakuja kwako, jiandae kupambana na maadui wengi. Danieli 6, nisomee kitabu mstari wa kwanza na kuendelea pale nitakwambia basi. Nisomee hapo kitabu. Naam. Ilimpendeza Dario, huyu ni rais wa nchi ile ya Babeli, au kipindi hicho namuita mfalme Dario. Ilimpendeza kuweka maliwali 120 katika nchi yake. Wawe juu ya ufalme wote. Na juu ya wale utawala. Yaani sawa, ngoja nikwambie kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani rais anateua baraza la mawaziri, si ndio? Na manaibu wao utawasikia hapo chini. Lakini kuna watu ambao anateua wanakuwa juu ya zile wizara. Mmoja anayekuwa juu yao ni waziri mkuu. Sasa nilipata. Sasa hao watatu wawe juu ya wale wengine 100 na ngapi? Na 20. Kati ya wale watatu kijana Daniel alikuwa ni mmoja wao ya wale wakubwa. Maliwali wanatoa zile hesabu na taarifa zingine wanawapelekea wale watatu. Wale watatu ndio wanawakilisha kwa nani? Kwa mfalme au kwa rais. Ili mfalme asipate kwa wazaa kanisa. Mnapowekwa hapa, maana yake huku madhabahuni pasiwa hasara. Mnanielewa?
Mko hapa ili kanisa lisipate, ili Mungu asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali. Wale wote watatu kati yao, Danieli alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali wote. Kwa sababu gani? Soma. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Kwa kuwa roho bora. Hebu sema roho bora. Sema tena roho bora. Ilikuwa ndani. Kwa hiyo chanzo cha Danieli kupata sifa kuliko wale wengine wawili wale ni kwa sababu alikuwa na nini? Na roho bora. Muulize jirani yako, na roho bora? Muulize, mbona niliponunua ile nguo nyeupe nzuri ulinichukia? Hata kama kuniambia, lakini ndani ya moyo wako ulikuwa unasema hivyo. Mbona niliposema mimi Mungu amenitendea ulikasirika? Je, hiyo ni roho bora? Ambia hapana, sio roho bora. Haleluya. Mpe Yesu makofi mazuri. Roho bora. Danieli anapata sifa kuliko wengine kwa sababu ndani yake kulikuwa roho. Kwa kumbe ndani ya watu kuna maroho mengine sio bora. Si ndio? Kuna roho nyingine chafu. Kuna roho nyingine fake. Ndani ya Danieli ni kwemo roho bora. Imekaa imetulia. Matunda ya roho yakasababisha apate sifa kuliko wote. Naye mfalme akawazimu kumweka juu ya ufalme wote. Ikasababisha mfalme azimie kwamba sasa yeye inatakiwa ni mweke kuwa waziri mkuu. Ufalme wote yanakitoka Dario aje nani? Aje Danieli. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Ukipenda mtasoma yenyewe kuishia hapo. Mungu libariki neno lake, tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Naongea kupambana na maadui ambao wanajiinua katika mafanikio yako. Haleluya. Kijana Danieli pamoja na kupata sifa alilijua hilo. Ndani yake kulikuwa roho bora. Roho bora ilipatikanaje? Ndani yake neno la Mungu lilikaa kwa wingi. Lilipokaa kwa wingi ndipo aliposimama kwa haki. Mfalme Mungu akaachilia kibali kwa Danieli kwa ufalme ule. Nchi nzima